Kwenye dunia ya sasa, mtu ukiongea kwa habari ya majini, bwana nimekutana na jini kwenye mti ule, au siku nimekutana na jini ndefu, mtu hawezi kushtuka. Mtu hawezi kushtuka kabisa. Lakini nikiongea kwamba mtu nimekutana na malaika, mtu ana doubt kwamba inawezekanaje mtu akakutana na malaika. Lakini haya mambo yapo. Kama kwa majina yangu, mimi ninaitwa Apostle Elia Ponela, na niko leo hapa kwa ajili ya ushuhuda tu kwa habari ya malaika. Watu wengi sana hawajui kwa habari ya malaika ni nini na wanafanya kazi gani kwenye maisha yao. Sasa leo hii ninaomba ufuatane nami kabisa moja kwa moja. Nitakupatia ushuhuda mkubwa sana ambao utagusa sana maisha yako kwa namna ya tofauti sana, na naamini hautabaki kama ulivyokuwa. Twende moja kwa moja, tusome neno la Mungu. Ibrania sura ya kwanza na mstari wa 14. Neno la Mungu anasema je, hao si roho watumikao wakitumwa? Kwa hiyo hapa nayo anaongelewa hapa sio kitu kingine, wanaongelewa hapa ni malaika. Ni roho wanaotumwa, anasema kwamba wakitumwa kuwahudumia wale wanaolisi wokovu. Mtu yeyote unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, zawadi nyingine ambayo unaipata ni ulinzi, ambayo ni malaika wa Mungu ambao wanaenda kwa kila mmoja. Hakuna hata mtu mmoja ambaye hana malaika. Lakini hao malaika kwa nini hawafanyi kazi kwenye maisha yetu? Ni kwa sababu ya tu kutambua sisi kama tuna malaika, na Mungu anafanyaga kazi na watu kwenye ule ufahamu waliokuwa nao. Ukiamini kwamba kuna malaika ambao wanaokulinda, ni haki yako kulindwa na malaika. Kuna malaika ambao wanautumwa kwa ajili ya kuwahudumia wale wanaolisi wokovu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo itakusaidia sana wewe kwenye maisha yako kupata hiyo huduma ya malaika kwenye maisha yako kwa ajili ya ulinzi. Na ndio maana wana Israeli, Mungu aliwaambia kwamba nitawaagizia malaika watangulie mbele yenu, wakulinde kwenye njia uiendayo. Kwa hiyo malaika ni kwa kila mtu. Malaika ni kwa kila mtu. Kwa hiyo kama mtu yoyote umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndani yako tambua kabisa wewe una malaika. Kuna malaika ambao wanatembea na wewe pasipo mwenyewe kujua. Lakini siku ukifahamu kwamba kuna malaika wanatembea pamoja na wewe, wengine siku ya siku watakuja kujidhihirisha kwenye maisha yako kwa namna yoyote. Ujue nikwambie kitu kimoja, kwenye dunia ya sasa, mtu ukiongea kwa habari ya majini, bwana nimekutana na jini kwenye mti ule, au siku nimekutana na jini ndefu, mtu hawezi kushtuka. Mtu hawezi kushtuka kabisa. Lakini nikiongea kwamba mtu nimekutana na malaika, mtu ana doubt kwamba inawezekanaje mtu akakutana na malaika. Lakini haya mambo yapo. Kama watu mnavyokutana na majini huko, mnakutana na mapepo huko wapi, sio sehemu gani, kwenye mamiti makubwa, sio kwenye milima, ndivyo ilivyo hata malaika pia wapo kwa ajili au mapepo ni theluthi wale ya malaika ambao waliasi kule mbinguni. Mapepo ni theluthi ya malaika ambao waliasi kule mbinguni, na ndio adui sana yatumia kama majeshi. Ndio maana neno la Mungu linasema hawa ni majeshi ya mapepo wabaya, na ndio watu tunaopingana nao katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wao wanatumia mapepo, sisi tunatumia malaika. Na ndio maana ukienda Israeli, kwa malaika ni vitu ambavyo ukiongea kwa habari ya malaika, ni watu ambao wanaamini sana malaika kuliko majini, kwa sababu ni malaika ambao waliwahi kuwatokea sana kwenye maisha yao, kwenye vipindi vyao. Kwa hiyo ni watu ambao wanaamini sana katika malaika. Lakini tofauti sana na sisi huku Wabongo, sisi bwana tunaamini sana katika majini kuliko malaika. Lakini malaika wa Bwana wapo kwa ajili ya kuwahudumia wote wanaolisi wokovu. Kama umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, amini hivyo kwamba una malaika wa Mungu ambao wanakulinda usiku na mchana. Kama kuna namna uko salama, basi malaika wanafanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha maisha yako yanakuwa salama. Sasa twende moja kwa moja kwenye ushuhuda wetu mzuri ambao Mungu ametupatia leo hii.